Mimi ni mjane na mimi ni cancer survivor. Nimekuwa mjane for the last 12 years na kikohozi kali sana. Sasa wakati nilimpeleka hospitali, ikaonekana wote twende VCT na kwenda VCT ikapatikana kwamba ako HIV positive. So ni kumaanisha ni mlichukua muda sana kabla hujaenda kukutana na yeye? Ya nilikuwa nakaa hata mwaka moja kwa sababu employer wangu ni mtu alikuwa ananipea offer hata ya baada ya mwaka moja. Ya alikuwa ananichukua muda ni ananipea. Hello ladies and gentlemen, karibuni tena kwa channel hii ya Love of Theo. Langu jina ni Theo na niko hapa na mama mzazi na pia ako mama mzazi, mama mjane, na pia kwa bahati mbaya ako na ugonjwa wa saratani. So tusikie story yake vile maisha imempeleka tangu kupoteza mzee, na pia tusikie maisha ya kuishi na ugonjwa wa saratani inampeleka vipi. So stay tuned, share, subscribe and like, and also invite others so that we move forward as the Love of Theo channel. So mama, hujambo? Habari yenu? Mimi kwa majina naitwa Frida Kambai. Zaidi ya yote I'm saved. Nimepokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Niko na miaka 53 na mimi ni mjane na mimi ni cancer survivor. Nimekuwa mjane for the last 12 years. Hii sasa wakati mzee alipumzika ilikuwa ngumu kwa mimi because alikuwa anaishi nyumbani na mimi nilikuwa niko kibarua. So wakati alipumzika nilipitia mazito sana. Na tulikuwa tumefanikiwa na yeye watoto 3 na hao watoto walikuwa katika high school wote. Nilipitia mazito lakini nilijaribu kuistamili. Maybe nikiuliza, umesema mzee alikuwa nyumbani, wewe ulikuwa kazini? Alikuwa mgonjwa ama ilikuwa tu ghafla? Alikuwa anakaa nyumbani lakini baadaye nikagundua kwamba alikuwa amepata virusi. Ingawaje hatukuwa tumekutana na yeye, lakini wakati niligundua kwamba ako na virusi ya HIV and AIDS, nilijaribu kuchukua step, nikampeleka kwa daktari na nikapewa mawaidha na mimi nikajipima, nikapatikana niko sawa. So nikawa naendelea kuhudumia yeye katika matibabu. Lakini katika hiyo hali ya matibabu alikataa matibabu kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa mtu wa dunia wa kulewa. Sasa hata kukula hataki, akaona hakuna maana ya kufanya nini, ya kuendelea na matibabu. Wewe mwenyewe ulikuwa umeokoka then? Mimi nami nilikuwa nimeokoka na nilikuwa nimekuja town kutafutia watoto ile jinsi ya kusoma kwa vile yeye hakukuwa ni mtu wa kutafuta. So nikasema kwa sababu niko na watoto na itabidi ni mimi nami nitoke nitafutie vile watoto watafanya nini, watasoma na vile tutaishi. So ilikuwaje kwamba ukagundua kwamba ako na virusi? Mulienda kupimwa kwanza ama ulipata aje ya habari kwanza ako na virusi? Wakati nilikuwa town nikifika nyumbani akiniambia yeye ni mgonjwa, alikuwa na kikohozi kali sana. Sasa wakati nilimpeleka hospitali, ikaonekana wote twende VCT na kwenda VCT ikapatikana kwamba ako HIV positive. So ilikuwa mwaka gani hiyo ulijua kwamba hiyo ugonjwa sasa, hiyo kukohoa? Ilikuwa 2008. Yeah. So ni kumaanisha ni mlichukua muda sana kabla hujaenda kukutana na yeye? Ya nilikuwa nakaa hata mwaka moja kwa sababu employer wangu ni mtu alikuwa ananipea offer hata ya baada ya mwaka moja. Ya alikuwa ananichukua muda ni ananipea.
Ingawaje watoto nilikuwa nimepea my mom nyumbani kunichungia na yeye alikuwa anakaa peke yake kwake. So by then watoto walikuwa wachanga? Watoto walikuwa high school. Yeah. So hiyo nini yote kwanza wakati ulijua kwamba ama uligundua kwamba ako na virusi, what was your reaction yako ilikuwa vipi? My reaction nilikubali haraka because wakati nilikuwa ninafanya hii kazi nilikuwa nafanya kwa organization ya USAID ambayo walikuwa na deal na HIV and AIDS. So nilikuwa at least niko na knowledge kidogo kuhusu HIV AIDS because tulikuwa tunakutana na wale wenye wamepitia hiyo jango wengi, naona vile wanapewa lisho bora na vile wanapewa love na vile wanafanyiwa counseling. So sikuichukulia mzito sana kwa sababu nilikuwa at least na knowledge kidogo jinsi naweza kufanya nini kumhandle. But katika ile maisha yake ya dunia alikuja akabaki kukuwa arrogant, hataki kunisikiza, ni vita. Lakini mimi nilikuwa namuombea kila wakati na najaribu kumweka karibu. Na wakati ilifika siku yake ya kuenda, alikubali na akaniomba msamaha. Na kuniomba msamaha mimi nikakubali, nikamwambia hiyo yote ninaelewa ile unapitia, na kama ni kupumzika Mungu akupumzishe vyema, na ninashukuru kwa watoto ambaye tumepata na wewe na nitawatunza. Mungu akiendelea kunipea uzima. So tuseme hiyo ugonjwa wakati sasa ulipata kwamba hiyo ugonjwa ako nayo, mliweza kujikinga vipi ndio msifanye ngono, ndio ukaepuka usikuwe na hizo virusi? Sasa katika ile knowledge nilikuwa nayo mwanzo, wakati ilipima ikapatikana ako nayo, mimi niliabstain kabisa. Niliabstain. Katika hiyo hali yake ya arrogance hakukulazimisha? Sasa nilijaribu kukaa uzima wangu nikamwambia ikiwa imetendeka hivi kwako, wacha tusave tuone mmoja wetu afanya nini, achunge watoto. Sasa hapa alikubali na ni mtu alikuwa mlevi sana. So hata akienda kwa ulevi yake akirudi ni kulala tu. So ilikuwa inabidi apate chakula mapema kabla hajatoka. So akirudi hakuwa anakula. Sasa yeye mwenyewe akaona maisha yake. Unaona sasa mimi nilijaribu kuona katika akili yake alijitupia mkono akasema hakuna haja ya maisha. Lakini nilijaribu kumpenda na nikajaribu kuingisha wazazi wake ndani. Mama ndio alikuwa, baba alikuwa amekufa na madada zake. Lakini baada ya hiyo kitendo kutendeka, yeye kujulikana kwamba ako na virusi, mama na wasichana wao, dada zake walianza kuniblame kwamba mimi ndio nimekosi yeye kupata hiyo virusi, vile nimemwacha, nikaenda kutafuta kazi ya kufanya nje, mimi ndio nimefanya ameingia katika hiyo mtego. Lakini hiyo yote nilistamili na nikajua hawa waelewi yale ninapitia. Lakini nilikubali yote na nikasema nimetoka kutafuta kazi kwa sababu ya watoto wangu. Mom, nikuulize katika hiyo hali ya kupokea sasa ujumbe kwamba ameaga, ulisema ameaga, vile aliaga ulikuwa mjini, yeye alikuwa mashamba, si ndio? Kusikia hiyo hali kwamba ameaga, ulisema ulishukuru Mungu kwamba ameenda ama ilikuwa vipi nini yako, reaction yako kuhusu yeye sasa kupass kwenda? Wakati nilipewa habari kwamba amepumzika, ilikuwa saa 2 ya usiku. Hiyo kitu ilinifunja roho, mahali nilikuwa, nililia sana, na nilikuwa na watoto 2 kwa nyumba, kijana wa kwanza alikuwa college, na nilikuwa na wasichana sasa kwa nyumba. Nilisikia nikilia, nikishuka roho sana kwa sababu, kuna mahali watoto wangu walikuwa wakati waligundua kwamba baba yao ako na virusi,
walianza kuniambia mam, tunaomba baba apone, tusiitwe mayatima. Lakini nashukuru Mungu, wakati baba yao alipumzika, msichana wa mwisho last born wangu alikuwa amefanya form 4. Sasa ndiye alikuwa aingie college. Lakini nikajaribu kumuongelesha, nikamwambia at least umekuwa mtu mkubwa na umeelewa kifo ni nini. Lakini babaka amekuwa katika uchungu because hiyo virusi ilienda ikaharibu lungs kabisa. Because dakika ya mwisho wakati nilienda nikampeleka kwa daktari, niliambiwa lungs zimeharibiwa na pombe. Sasa hawezi kupumua, hawezi kufanya chochote. Lakini huyu msichana mwenye alikuwa analeta shida sana kubaki kuwa orphan, alikuwa amekuwa mtu mkubwa, form 4 liver, ameelewa uchungu ni nini na kifo ni nini. Hata mimi naye nilishuka chini kwa sababu nilijifikiria vile naenda kuitwa mjane, because hiyo jina haikuangi mzuri in the community. Wanaonanga kwamba umebaki mpweke. Kuna wale wanaona watakutembelea, watafanya nini, ama utapata shida. Lakini katika kumjua Mungu sana, nilijipata mwenyewe najiconsole na nikajipea moyo na nikajiambia kwamba nimejipractice kuishi maisha. So nitaomba Mungu anisaidie niendelee na maisha. So hapo mwanzo tumesema kwamba uliepuka hizi virusi za ukimwi au kukuwa nazo. Twende sasa kwa hii ugonjwa wa saratani. Ilikuwa vipi ukajua kwamba uko na ugonjwa wa saratani, na ilikuwa saratani aina gani? Huyu mzee alipumzika mwaka wa 2013. Nikisha mpumzisha mimi nilikaa muda kidogo because hata sikukuwa na amani katika family. Wazazi na madada na mandugu waliona kwamba mimi ndio nimefanya hiyo kitendo. So sikuwa na amani, lakini niliendelea kuendelea na kibarua yangu vile nilikuwa naendelea na kazi. Wakati nilifika 2017 ndio nilisikia kwamba kuna uvimbe upande ya matiti yangu ya kushoto. Wakati nilienda daktari akanituma niende picha, kwenda kupiga picha, ikapatikana kwamba ni kansa. Nikashuka chini, nikaanza kufikiria kwamba ninaenda kupumzika kwa sababu nimepata kansa, because sikuwa naelewa kansa ni nini. Na nilikuwa najua kwamba kama ni kansa ni ugonjwa ingine mbaya hata kushinda hii virusi ambayo imeua mzee wangu hii. So ninaenda kukufa, watoto wangu walikuwa wanaogopa mambo ya orphan. So wanaenda kuwa totally orphan. Iliniweka chini, nikawaza sana, nikafikiria. Lakini katika kumjua Mungu, nilienda katika ushirika yangu ya kanisa, nikaelezea wadada, na wadada wakaniambia kwamba tutakaa pamoja, na tukaanza maombi. Hata nilikuwa na uoga sana hata kwenda kupima further, wajue ni nini naendelea. But wakati tuliendelea na maombi kila siku, baada ya wiki 2 nilipata hiyo uoga imeniondokea, na nikaenda katika kupimwa. Wakati nilipimwa, daktari akaniambia kwamba kansa ya matiti ni ile inaenda haraka, na akaniuliza miaka yangu, akaniuliza kama niko na medical cover, nikamwambia niko na NHIF, nilikuwa nalipa, na akaniambia ni mzuri niende nitolewe hiyo matiti yote kwa sababu inaenea, ndio nianze madawa. Nilisikia katika ile nilikuwa nimejiprepare katika maombi, nikajisikia roho yangu imekubali haraka, na nikaenda katika operation, nikatolewa titi yote, na nikamaliza, na nikaanza kukunywa madawa ambayo inaitwa chemo, ambayo ilikuwa very expensive katika maisha yangu sana. Na ilikuwa ni dawa ya uchungu zaidi. Ukimeza? Ni dawa ya kudungwa? Ilikuwa inawekwa kwa mshipa. Sasa ikiweka kwa mshipa inakaa karibu wiki moja, inatembea katika mwili, hujielewi.
na inakufanya unabadilika, even the body inanyoa nywele yote kwa mwili, unachange, unakuwa black, huwezi kukula, uko na vidonda kila mahali. Lakini katika ile mafunzo nilikuwa napewa na daktari, nilikuwa nastamili na nilikuwa naenda hii dawa baada ya wiki 3 nawekewa ingine, baada ya wiki 3 nawekewa ingine. Sasa uzito ilikuwa inakuja kwa sababu sikupata public mahali naweza kutumia, nilitumia private doctor. So hata ile pesa nilikuwa nimesave kidogo, ilibidi yote nifanye nini? Niweke katika matibabu. Lakini nilitembea na hiyo mwendo 2017, nikamaliza, nikaenda Kenyatta, nikafika Kenyatta, nikawekwa kuchomwa hiyo mahali imekatwa hiyo matiti, hiyo cells ziishe. Nikiwa tena pale Kenyatta nilikuwa naona wenzangu ile wanapitia, na lakini namshukuru Mungu kwa sababu mimi hata nilikuanga kama Red Cross wa kusave hao. Tunakaa kama family pale, tunaongeleshana because Kenyatta tunakutana watu kutoka sehemu mbalimbali.